Hii ni muujiza nimepewa. Ndio maana unaona watu wengi wanapenda kuwa wachungaji. Shika hii. Hii hapa. Utakataa kuwa mchungaji, hii 35 kwa 50 ameniletea asubuhi. Hii hapa. Picha yake ndio hii. 35 kwa 50 ameniletea. Sasa mimi nikamuuliza, wewe umejenga wapi? Umepanga umejenga? Nimejenga boss. Wapi? Yaani Kwembe. Kwembe. Vyumba vingapi nyumba? Vyumba 3 na sebule. Sasa mimi baada ya kuwa nimemuuliza akaniambia, una kiwanja gani sana umesema utakwenda kujenga wewe umesema? Na kiwanja kule nani Chalinze. Chalinze. Anasema nategemea kwenda kujenga Chalinze. Una watoto wangapi? Watoto wawili. Wawili. Tuseme wawili kama ulivyosema na wewe. Sasa mimi ninamfahamu huyu mtoto bado hajajisimamia kimaisha. Bado anapambana. Hiki kiwanja ukiwa ni mtumishi uliyeitwa na Mungu huwezi kuchukua. Isipokuwa mimi nilichomwambia, kilichomfanya aogope hicho kiwanja kukichukua kilete kwangu ni wachawi. Wanamuinda kumuua kwa ajili ya kile kiwanja. Sasa amesema kuliko mimi niwaachie na nikimbie na wapambanisha na baba yangu na kitoa kwa baba. Wamechinja pale mbuzi na mbuzi anaogopa bwana mdogo hapa. Akaona kuliko nisalende, kiwanja ni changu na document ninazo ni halali. Mimi nitawapambanisha na baba. Mimi nampa baba ndio tuone ninyi mpambane naye. Nimeshika tu document hizi, nimezishika tu nataka kukichukua nikiingize kwenye mfuko. Roho Mungu akaniambia bado anahangaika na maisha. Muombe auze ajenge nyumba yake, alete shukrani tu. Yaani kama milioni 10 kinauzwa hicho kiwanja. Hiki hapa. Kina nyumba. Anakiuza milioni 25 kina nyumba. Ameniletea. Mimi nikuhamia tu kusinzia. Hii kazi ya uchungaji unaona raha. Lakini huyu mtoto angekutana na matapeli. Hawana huruma, hana sauti ya kusikia, anachukua. Yaani unamaliza kumpa tu anakuambia tuwe tukaandikishane haraka sana. Unaandikisha na gonga mihuri na nini? Umenipa kwa hiari yako mwenyewe wala usinisonge. Haya sawa. Jamani unajua tumepanga. Mimi nimepanga kwa muda mrefu ujue nyumba. Sasa anajitokeza mtu anakuletea document na nyumba iko humu ndani. Wewe kazi yako tu ni kwenda kupaka rangi. Unachukua ndoo 4 nipakieni rangi basi na kuhamia humo na kwenda naandika 4. Na hisi hata vijana wangu wangekuepo wa kiume hapa wangesema wewe mzee usije kwa nini usichukue kanipa mimi? Hapana. Mimi nimeitwa. Mwanangu mimi nakuombea. Nakuombea Mungu akulinde, akutunze, ufanikiwe. Na ninyi wahubiri mjifunze moyo wangu huo. Maki amekuja ofisini tukiwa wawili. Maana yake ilikuwa ni kitu cha kukunja tu karatasi. Namwambia piga magoti hapa ofisini, namwekea maombi, haya anza kivyako, kesho nitakuja nipeleke site kule na kwenda kuangalia. Kimya kimya, hata viongozi wangu nisingewaambia. Kimya kimya. Huu ni wito. Faza wewe ni mchungaji, tuelezane ukweli. Angekupa ungekirudisha? Hapana mzee. Ungechukua? Ndio baba, ningekichukua kabisa. Huo ni ukweli, hataki kwani naseme uongo? Ajilazimishe kwamba na mimi baba ningekirudisha. Tai mimi namjua uzuri wake huyu kijana ukimuuliza hanaga mzunguko wa uongo. Yaani ukimuuliza mtu huyu Tai ana vipi mngechukua? Ningechukua baba. Kuliko nizungushe mambo. Kwa nini niseme uongo kwamba ningekiacha?
ningechukua baba. Kiwanja sio mchezo, 35 kwa 50, afu kina nyumba. We mtoto, nikuombee Mungu, umri wako bado mdogo sana, hujajisimamia. Utajiriki, ufanikiwe, una nani. Ninakubariki, Mungu akufungulie milango, lakini nakuwekea ulinzi. Haki yako haitachukuliwa na wachawi. Na wale wanaokupiga na kukutafuta kukuharibia maisha, ninawadhoofisha kwa jina la Yesu. Hautakufa na lile eneo litakuwa lako. Hautapoteza maisha kwa jina la Yesu aliye hai. Amen. Ndio, usiogope mtoto wangu, usiogope. Kakae ujenge hicho kiwanja. Mwambie jirani yako, usiogope, jenga kiwanja chako.